Mabibi na mabwana, mimi ni Engineer Noel K. Ngoi, nina uzoefu wa miaka 45 katika industry na nimefanya vitu vingi, lakini nimejifunza vitu vingi ambavyo vimenifanya niwe na maono ya kujenga Technological Development Center ndani ya Mtangibori. Itakuwa ni chuo cha ufundi lakini kituo cha kuendeleza teknolojia. Kanuni zinazopaswa kuzingatiwa katika elimu ya Afrika. Nimeangalia elimu ya Afrika nikaona kwamba ni vizuri elimu yetu ikawa imelenga kuzalisha matokeo halisi, sio nadharia tu peke yake. Kwa hiyo Biblia inasema katika kitabu cha Misali sura ya 12 mstari wa 24, mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Elimu ya Afrika inamwandaa mtu kuwa na nadharia nyingi bila ya vitendo. Matokeo yake mataifa ya China na Japani, Uingereza, Ujerumani na mataifa mengine kama yanatawala kwa sababu wao na tafsiri wanachokifahamu kwenye vitendo. Hatuna hata teknolojia ya kuondoa nyama kwenye vijiti vya kuondoa nyama kwenye meno. Unaona? Kwa sababu gani? Hatujafanya vitendo. Kwa hiyo lengo langu la kwanza center ni kuandaa watu wenye vitendo. Elimu ya Afrika inathamini nadharia lakini haiandai watu kutenda. Mataifa ya Afrika yamethamini sana sayansi bali hayathamini vitendo au ufundi. Unaona, bila fundi huwezi kuwa na teknolojia. Tuna utajiri mkubwa sana wa rasilimali ndani ya Afrika ambazo hatuwezi kuzichakata kwa sababu zile rasilimali zinatakiwa zichakatwe na watu wenye ufundi. Tuna madini, tuna vito, tuna mafuta, tuna ardhi nzuri ya kilimo inayoambatana na mvua ya kutosha, lakini hatuwezi kufanikiwa kwa sababu tufikiri vitendo, lakini pia wasomi wa Afrika tunafikiria vitu vidogo vidogo mno. Tunatakiwa wakati umefika kufikiria vitu vidogo vikubwa, maana imeandikwa, maana awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Tunatakiwa tufundishe sayansi. Center yangu itafundisha tu sayansi lakini itafundisha pia na ufundi, ili sasa mtu ajue sayansi na ajue jinsi ya kuitafsiri katika vitendo kwa ajili ya kuchakata rasilimali zetu. Tutawezesha wanafunzi kuona fursa na kuzitendea kazi, sio kuona tu marks peke yake lakini waone fursa. Tutatengeneza elimu endelevu. Sasa wakati umefika watu kujua kwamba kufaulu elimu katika vyuo na vyuo vikuu na nini sio tija. Lazima uendelee kujifunza, ujue kwamba ile elimu uliyojifunza chuoni haitoshi, lakini uweze kutafsiri elimu yako katika vitendo, katika kutatua matatizo halisi. Tunatakiwa tufundishe kitu kinaitwa learning and unlearning. Tufute yale ambayo tujifunza zamani ambayo hatupeleki katika vitendo, tuwafundishe watu yale ambayo yatatuleka kwenye vitendo. Kwa sababu ni miaka 60 imepita, hatuwezi kutoa hata nyama kwenye meno, hatuwezi kuchonga vijiti vya aina hiyo. Hatuna teknolojia kwa sababu hatujaweka vitu katika vitendo. Tunatakiwa tuondoe hali ya kushindwa katika taifa letu, kuanzia katika wasomi wetu na hata watu wa kawaida. Tunatakiwa tujenge timu za kuzalisha teknolojia. Unajua huwezi kufanikiwa kuwa na teknolojia bila kuwa na timu. Tunatakiwa tuchochee ufahamu na utendaji ndani ya wanafunzi. Hiyo tutaifanya katika ile Mtangibori Center. Tunatakiwa tutengeneze zana za kilimo. Mchango wetu katika jamii, tutengeneze zana za kilimo za kulima, kupalilia, kuchakata mazao na kadhalika. Pia tutachagiza ushindani kwa kuzalisha mawazo mapya ya kiteknolojia katika jamii. Tutaingiza teknolojia mpya katika uzalishaji. Pia tutahamasisha elimu ya vitendo katika jamii kuanzia shule za msingi hata vyuo vikuu. Tutatengeneza mahali pa kuzalisha teknolojia na kukaribisha watu wenye mawazo. Mtu mwenye wazo lake anaweza akaja ndani ya Mtangibori Center, wazo lake likatafsiriwa kwenye vitendo na likaenda hata kwenye biashara. Hatuishi tu katika vitendo, tunaenda hata kwenye biashara. Tunatakiwa tutengeneze miundombinu ya kufikiri. Watu wanatakiwa waandaliwe kufikiri. Tutatengeneza elimu endelevu, yani watu ambao wanajifunza siku zote ili kuboresha maisha yetu, sio kufanya vitu kwa mazoea. Tunatakiwa tupanue wigo wa kibiashara. Tunatakiwa tufanye diversification ndani ya nchi ya Tanzania, kwa sababu ukiangalia Tanzania sasa kila mtu anajenga frame, anafikiria kuuza vitu tu. Lakini tunatakiwa tuandae watu watakaoandaa teknolojia, wataandaa viwanda katika jamii yetu. Tutasimamia na kuchagisha mijadala ya kiteknolojia. Ningependa kuwaambia kwamba tunatakiwa tuanze kuzalisha hata na teknolojia za zamani, teknolojia kama kuzalisha vifaa kama motor, transformer, generator na vitu kama hivyo ambao wenzetu teknolojia wamekuwa nayo miaka 200 iliyopita. Sisi miaka 60 ya uhuru hatujaweza kuangalia wenzetu walifanya nini
na sisi tukafanya, lakini sisi vijana tukawaandaa wataweza kufanya vitu hivyo. Na je, tumefanya nini tangu sasa? Ningependa kueleza juu ya maendeleo ya ujenzi wa Technological Development Center ya Mtangibole na chuo cha Mtangibole. Tayari tumejenga darasa la umeme, tumejenga darasa, tumejenga workshop ya umeme, tumetengeneza computer room, tumetengeneza ofisi ya wafanyakazi, na sasa hivi ile jengo tunalifanyia finishing. Kwa hiyo center hiyo itakuwa tayari imeshakamilika, lakini tunataka sasa kuanza kujenga center ya welding and fabrication, yaani kuunga vyuma na kutengeneza vyuma, kwa sababu teknolojia nyingi zimezalishwa na wenzetu ambao wameweza kuunda vitu mbalimbali, fabrication. Kwa lazima tuandae watu kufanya fabrication, welding and fabrication. Na sasa hivi tunahitaji kama milioni 70 ili uweze kutengeneza hilo darasa la welding and fabrication, pamoja na kuweka vifaa vya kompyuta, vifaa vya kufundisha umeme na vifaa vya welding and fabrication. Ninaamini kwa kunisikiliza utaona kwamba haya mawazo ni mawazo ambayo yataendeleza taifa letu la Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla. Tutabadilisha jinsi Waafrika wanaofikiri, na watu wenye mawazo yao tutawakaribisha walete mawazo yao yaweze kuzalishwa katika vitendo ndani ya Mtangibole Polytechnic and Technology Center. Ndugu wapendwa, asante sana kwa kunisikiliza.